Mwamuzi Omar Abdulkadir Atani ameonyesha kuwa jipya moja haliinjiki sufuria, kwani kwa kushirikiana na timu yake ya waamuzi ameweka historia kubwa kama mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kufikia viwango vya juu vya world class football. Safari yake ya maisha uwanjani inatufundisha kuwa asiyekubali kushindwa si mshindani, kwani kila alipokumbana na changamoto kubwa alizigeuza kuwa fursa ya kupiga hatua mbele na kung'ara zaidi. Kama wasemavyo wahenga kuwa mchimba shimo huingia mwenyewe, wale wote waliojaribu kurudisha nyuma gurudumu la maendeleo yake walishindwa vibaya baada ya shirikisho la UEFA kumtangaza kuchezesha fainali kubwa. Uamuzi huo ulikuwa ni big statement iliyothibitisha kuwa uwezo wake na talenti yake ya kipekee barani Afrika haiwezi kufunikwa na mizengo ya visa au ubaguzi wa aina yoyote. Kazi yake nzuri ilimfanya atunikiwe tuzo ya mwamuzi bora wa mwaka wa CAF kwa mwaka 2025, jambo lililoonyesha kuwa mtegemea cha ndugu hufa maskini. Naye aliamua kutegemea nguvu na jasho lake mwenyewe. Kupitia tuzo hiyo alithibitisha kuwa yeye ni the cream of the crop katika ulimwengu wa soka la Afrika, akiacha alama isiyofutika kwa vijana wengi wanaochipukia. Tukio la kuzuiliwa kwake katika uwanja wa ndege wa Miami nchini Marekani, licha ya kuwa na passport ya kidiplomasia, lilikuwa pigo kubwa, lakini liandikwalo halifutiki na lilichukuliwa kama mtihani tu wa mpita njia. Mashabiki wa soka walisononeka sana kuona ndoto yake ya kombe la dunia 2026 ikihujumiwa, lakini walijua wazi kuwa every cloud has a silver lining. Baada ya dhoruba hiyo ya Marekani, alirejea nyumbani Mogadishu, ambapo alilakiwa kwa shangwe na nderemo kubwa, akithibitisha msemo wa mwenda mbuzi asirudi kondoo, kwani alirudi akiwa shujaa wa kitaifa. Mapokezi yale ya kukata na shoka yalikuwa na ujumbe mzito kuwa charity begins at home na kwamba nchi yake inathamini mchango wake mkubwa. Uteuzi wake wa kuchezesha mechi ya kukata na shoka ya UEFA Super Cup kati ya PSG na Aston Villa huko Salzburg, Austria, ulikuwa ni dhihirisho kuwa mcheza kwao hutunza na kwamba ukweli daima ushinda. Hatua hiyo ilikuwa ni turning point kubwa katika tasnia ya uamuzi, ikionyesha kuwa soka halina mipaka pale meritocracy inapopewa nafasi ya kwanza. Katika maisha yake ya soka, Omar amekuwa akiamini kuwa kupoteza lengo si kupoteza njia, na ndiyo maana hakukata tamaa hata pale milango ya kombe la dunia ilipofungwa kwa hila. Alijua fika kuwa failures are just stepping stones to success, na mtazamo huo chanya ndio ulimfikisha kwenye kilele cha mafanikio hayo mapya barani Ulaya. Wachambuzi wengi wa soka wanamtaja kama mfano bora wa professionalism na nidhamu ya hali ya juu, sifa ambazo zimemfanya aminike na mashirikisho makubwa kama FIFA na UEFA. Hii inatukumbusha kuwa mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe, hivyo changamoto alizopitia ni thibitisho tosha na ukubwa wa matunda ya kazi yake. Ni wazi kuwa asiyekuwepo na lake halipo, lakini Omar amehakikisha jina la Somalia linatajwa kwa uzuri katika kila kona ya dunia kupitia filimbi yake adhimu na umakini wake uwanjani. Amebainisha wazi kuwa action speaks louder than words, kwani amejibu kila ukosoaji wa kila kizingiti kwa vitendo vya kishujaa na ufanisi wa hali ya juu. Mwisho wa siku, safari ya Omar Abdulkadir Atani inatubainisha kuwa Mungu hamfanyi mja wake kinyonge, na kwamba juhudi za mwanadamu kamwe hazipotei bure kama kuna nia thabiti. Yeye sasa ni global icon na kielelezo hai kwamba hata kutoka katika mazingira magumu bado unaweza kushinda na kuushangaza ulimwengu mzima. Mimi naitwa Mr. Shai.